Maana nilipokuwa kule nilikuwa, Yes. tungeweza hata kutengeneza ndoto ya kumharibia mtu ndoa. Yes. Ndoto ya kumharibia mtu kazi. Ndoto ya kuharibia mtu biashara. Yes. Yes. Ndio maana ninawaambia kwamba sio ndoto zote zinatoka kwa Mungu. For example, mtu ako katika ndoa na ameenda kwa mganga kule kwa shrine, na kwa sababu there are different ways, kuna mbinu nyingi ambayo tungetumia. Yes. So kuna ile tungeweza kusema ya kwamba huyu tutatumia ndoto ili kwamba tuharibu ndoa yake. Kwa mfano, ama amekuja. Yes, yes. Ama msichana amekuja na anasema kwamba huyo rafiki yangu nataka hiyo ndoa atoke ndani. So what could be done in the shrine? Tunatengeneza Leo tuko na Apostola Kama, alikuwa ametupotelea lakini amerudi. Si ndio Apostle? Niko hapa. Yes, ulikuwa umepotea kwa hii channel sana. Ulikuwa umeenda maeneo gani? Unajua sasa, na ninaomba kwamba Mweke TV mnielewe tu. Yes, yes. Kwa sababu kabla nianze huduma vizuri Kenya, nimeifanya sana Uganda. Yes. Kwa hivyo Uganda waga wananihitaji sana sana. Maana tayari wameshaona kile ambacho nimebeba na wanakipenda. Maana pia ninafanyika msaada kwao. Yes. Kwa hivyo mara nyingi huwa niko Uganda, niko Zambia, na niko South, to be specific, Johannesburg. So hiyo ndio maana saa zingine huwa ninatoka, ninaenda, ninarudi. Kwa hivyo mi naomba tu mnielewe hivyo. Yes. Na mnipende hivyo. Na tuendelee hivyo. Lakini kile ambacho ninawahakikishia ni kwamba kile ambacho Mungu amekusudia kufanya katika maisha yenu, Mungu atakifanya. Yes. Kuna wale ambao hata wamenipigia simu nikiwa Uganda na bado tunaongea. Hiyo ndio uzuri sasa. Kwa hivyo hata nikiwa siko hapa, niko Uganda, bado mnanipata na tunaongea. Na kuna hata ule ambaye ameniambia, tuliomba naye nikiwa Uganda last week, na Mungu amemtendea akiwa Kenya. Yes. In the realm of the spirit there is no distance barrier. Yeah. Yes. Sawa, ulikuwa Uganda. Yes. Walimiss mafunzo, na pia kuna wawili watatu waliniambia nikuleta, nikawaambia huko karibu. Ukirudi tutafanya video na wewe. Yes. Kwa hivyo karibu sana. Nashukuru sana. Na pia karibu Kenya. Nashukuru sana. Yes, ulikuja jana? Nimeingia jana. Yes. Jumanne asubuhi. Yes. Na nashukuru sana Mungu. Sawa. Kwa mtu mwenye haja kuona, anakuona kwa mara ya kwanza. Kwa yule ambaye hajaniona, mimi ninaitwa Prophet Samuel Akama. Huyo ndiye mimi. Nimeokoka. Lakini kabla niokoke, yes, nilikuwa kwenye ule ufalme mwingine. Nilikuwa ninatumika kwa uganga na uchawi. Na Mungu akaniokoa. Na mimi kwenda kukua, sitakosa kusahau. Mimi sikuamka nikaenda kutafuta kuwa mganga. Nilikuwa ninaugua kifafa. Nilikuwa ninaanguka kifafa. Kwa hivyo ndivyo nilivyo. Baada ya wazazi kujaribu huku na huku akashindwa, wakanirejesha ujombani. Wajomba pia wakajaribu na ikashindikana. Iliposhindikana, mjomba mmoja ndiye akanibeba akanipeleka kwa mganga, ili mganga aende anitibu. Lakini kwa sababu
wajomba wengine hawakuwa wamekubaliana na hiyo, na mama yangu shosho pia hakukuwa amekubaliana na hiyo. Ilikuwa na huyu mjomba pia hakuwa na pesa, ikabidi sasa yule mganga aniajiri kazi ya kufanya kwa boma, kumchungia mifugo. So nikawa mimi sasa ninachunga mifugo na bado ni mgonjwa, eti ninatibiwa. Na nilipoendelea hivyo nikaanza kukua na nafuu kidogo, na nilikuwa mtiifu sana, nilikuwa mpole sana. Sasa yule mganga akaamua kunitoa katika kumchungia mifugo. Akanifanya sasa mimi nikuwe msaidizi wake. Na hivyo ndivyo sasa pale kwanza nikapelekwa kwa darasa kufundishwa. Pia uganga mtu anaweza akafundishwa. Ukafundishwa na yes. Ikakuingia. Na ikakuingia. Ukishafundishwa sasa kuna kuwa na wakati sasa unafanyiwa ile initiation, ambapo kama ni huku kwa uokovu penye niko leo tunaita ordination. Unakuwa ordained. Inakuwa ni sherehe. Waganga wengine wanakuja. Inakuwa sherehe. Watu wanakula na kukunywa. Na sasa unawekwa, sasa unakuwa mganga. So hivyo ndio sasa pale nikawa msaidizi wake, nikawa tunafanya naye kazi pamoja. Na baada ya miaka mingi sasa ikawa kwamba nilikuwa naeza anguka mara moja kwa miezi miwili ama mwezi mmoja, lakini baadaye nilikuja kugundua kwamba ile ilikuwa tu ni kunieka pale. Ilikuwa tu ni kunieka pale. Sasa mimi ninapokuja kutoa ushuhuda wangu, kuongea na watu kupitia kwa Mweke TV, sio kwamba unajua there are some people wenye wanafikiria ya kwamba mimi ninafurahia kwa yale nilikuwa nafanya. Hapana, sio hivyo. Mimi sababu yangu ya kukuja hapa kuongea na watu so that waweze kuwa na maarifa kuhusu uganga na uchawi. Maana Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. My people perish. Huyu ni Mungu anasema ya kwamba watu wake wanapotea kwa sababu ya kutokuwa na maarifa. Na ndio sababu ninawaletea maarifa, ili kwamba mjue kama vile ambavyo ufalme wa giza unavyofanya kazi, so that when you are praying utaomba ukiwa na knowledge. Ama kama kuna jambo unapitia na unafikiria ni ya kawaida, ukisikia kwa haya mafundisho alafu wewe ujipime, utajua kwamba hii inaweza kuwa ni uganga ama hii inaweza kuwa tu ni ya kawaida. That is the reason to why I come here. There are people ambao wanataka nipeleka Hague niwaambie mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ipo, lakini lazima tuanzie huku ndio upate maarifa, tufike kwa Mungu akukomboe, akufungue, akuweke huru, akuponye. So I first have to teach you. You have to know. Ujipime, ujiangalie. You call for a meeting that I call a meeting of I, me and myself. Jiite kama mkutano. Kama unaona kwamba kuna mahali inakaa, so we can reason from there. Hiyo ndio sababu yangu. Na kuna watu pia wanasaidika. Kuna mfano ambayo Mungu alikuwa ananipatia because I had started giving up. Kwa kuongea na Wakenya kuhusu hizi maneno.
Lakini Mungu akaniambia kwamba mtu akifungua chemist ama mtu afungue pharmacy, Yes. anauza madawa. Kama wewe unanunuanga Panadol, hauwezi ukaenda ukamwambia mwenye duka aache kuuza Action. Juu wewe autumiangi Action, kuna mwenye ataenda aichukue. So mimi ni kama muuzaji wa pharmacy. Yes. In short, una-educate watu. Yes, that is the reason to why I am here. Yes. And I thank God because kuna wale ambao wanafunguliwa. There is one of our followers na nitamtaja, anaitwa Lucy. Yes. Mtoto wake amekuwa akianguka na kifafa for 6 years. Nimekutana naye hapa kwa Mweke. Until today, mtoto wake amepona. Mtoto wake amepona, aanguki tena. Hadi alikuwa ananishukuru kabisa. Weka disclaimer, ulimuombea. Yes. Ukisema ulimusaidia akapona, watu watadhani ni ile uchawi, lakini ni maombi. Tuliomba naye. Yes. Tuliomba naye na mtoto wake amepona. Sasa inaelekea 3 months. Mtoto wake hajawahi anguka. Ni 2 months, sorry. Yes. Tuliomba naye. Mimi nilimsaidia kwa maombi. Maana yake mimi ukikuja kwangu sio tu ati ni kuombe. Tunaomba na wewe. Yes. Yes. Na Mungu amemsaidia, mtoto wake amepona. Mungu. So, and that is what encourages me to come and share with our people kuhusu mambo ambayo inaendelea katika ulimwengu wa rohoni. Yes, leo tutakuwa tunaongelea, umeprepare kitu gani leo yenye tutakuwa tunaongelea? Leo hii kidogo ningelipenda tuongelee ndoto. Yes. Ndoto. Maana ndoto is a way of communication ambayo Mungu anaweza communicate nayo na watu. Yes. Jambo la kwanza, kuna watu watatu ambao nataka niwaongelee. Kuna watu ambao hawaoti kabisa. Totally haoti. Akijiekelea ni mpaka asubuhi. Ni mpaka asubuhi. Yes. Huyo ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili anaota lakini hawezi akakumbuka. By the time anaamka asubuhi amesahau ile, hata akaota mchana kama amejiekelea, akiamka hawezi akakumbuka kwamba aliota nini. Alafu kuna mtu ambaye anaota na anaweza akakumbuka kile ambacho aliota. Yes. Ni makosa kubwa sana kama utakuwa mtu ambaye hauoti kabisa. Ni makosa? Ni makosa. Kiaje? Ni shida kwako wewe. Maana utakuwa ni kama mtu ambaye hauna mwelekeo. Maanake kukuwa na mwelekeo ni inadepend na vile ambavyo mtu ako na information yake. Na hii information, kuna wakati ambapo Mungu anawasiliana na watu kupitia kwa ndoto. Yes, hiyo ni ukweli. So, kama Mungu anawasiliana na watu kupitia kwa ndoto, alafu iwe kwamba wewe kabisa auhoti, my friend, ina maana ya kwamba hauwezi ukajua jinsi ambavyo maisha yako ilivyo. So unafaa kuomba Mungu sana akusaidie ili kwamba uweze kuwa uweze kukua kwa ile njia ambayo unaweza ukawasiliana, mawasiliano.
ni muhimu sana. Kama hauna mawasiliano, hata mimi when I was coming to this place, lazima ningejua ni wapi. So lazima mtu uombe Mungu akusaidie, ukue mtu ambaye aoti kabisa, ni kama kipofu. Yes. Labda nikuulize, na wale wanaotanga, unapata umeota kama leo, kesho ujaota, iko hivyo inakuja ikienda. That is okay. Yes. That hawezi ukaota kila siku. Yeah. Yes. Sasa yes. Unapata ya kwamba huyu mtu ambaye hawezi akaota, yes. Anafaa ombe kwamba Mungu amsaidie ili kwamba haweze kuota. Yeah. Na kama vile ambavyo tumesema kwamba sio eti ni kuota kila siku naota, hapana. Yes. Yes. Alafu jambo la pili, kuna mtu ambaye anaota na anakuja kusahau. Yes. Huyu mtu ambaye anaota na anakuja kusahau ni kama mtu ambaye anasoma, lakini inapofika wakati wa mtihani anasahau zile vitu ambazo halisoma. Huyo mtu kusaidika kwake pia kunahitajika Mungu aweze kumsaidia ili kwamba aweze kukumbuka vile ambavyo alivyokuwa anaota, so that aweze kuact based on hiyo information ambaye anapata kupitia kwa ndoto. Yes, yes. Pia kuna jambo ambalo watu wanafaa kujua kwamba sio kila ndoto hutoka kwa Mungu. Yes. Kuna ndoto ambazo hutoka kuzimu, ama niseme kuna ndoto ambazo hutoka kwa giza, kwa ufalme wa giza. Yes, yes. Hiyo ndio jambo ambalo wengi hawajui. It is not every dream, narudia tena, that comes from God. Maana nilipokuwa kule nilikuwa, yes, tungeweza hata kutengeneza ndoto ya kumharibia mtu ndoa. Yes. Ndoto ya kumharibia mtu kazi. Ndoto ya kuharibia mtu biashara. Yes. Yes. Ndio maana ninawaambia kwamba sio ndoto zote zinatoka kwa Mungu. For example, mtu ako katika ndoa na ameenda kwa mganga kule kwa shrine, na kwa sababu there are different ways, ama kuna mbinu nyingi, kuna mbinu nyingi ambayo tungetumia. Yes. So kuna ile tungeweza kusema ya kwamba huyu tutatumia ndoto ili kwamba tuharibu ndoa yake. Kwa mfano, mama amekuja. Yes, yes. Ama msichana amekuja na anasema kwamba huyo rafiki yangu, nataka hiyo ndoa atoke ndani. So what could be done in the shrine? Tunatengeneza ndoto ambayo huyu mama ambaye ako kwa ndoa, yes, na tunataka atoke kwa ndoa, tunafanya bwana yake aanze kuota huyu mama anamdunga na kisu. So every after every 2 days, 1 day, nini anaotanga tu huyu akimdunga na kisu, ama anamnyonga, ama anamchinja. So kwa sababu this person is not sensitive, anaweza enda hata kwa bar ama aende tu anywhere, aanze kuambia wenzake. Wenzake watamwambia, kama imekuwa hivyo, wewe run for your life. Huyo msichana atakudunga in real life. Yeah. Huyo msichana atakudunga in real life. And the enemy is very cunning. These people, yes, these people
shetani atawatumia Yes. hata kukupatia examples ya kwamba hata mimi pia ilikuwa hivi na hivi na hivi, and then huyu mwanamume atatoka kwa ile ndoa ama atamfukuza huyu mwanamke ya kwamba wewe unataka kufanya nini? Kuniua. Na hiyo ndoa inaharibika hivyo. Inaweza kuwa hata ni kwa kampuni unafanya kazi. Yes. Na mtu ameenda kwa mganga akamwambia, nataka uharibie huyu mtu kazi. Huyu mtu anaweza akatumiwa ndoto akiota kwamba waajiri wake wana sacrifice watu. Wana sacrifice watu hadi anasema hapana, vile ninaona. And at times akiamka ana feel kabisa alikuwa anaenda kuchinjwa. Then there are just some coincidences zinamfanyikia, anasema I cannot continue being in that company, na anaondoka. Ameharibiwa kazi ama hajaharibiwa? Kazi imeharibiwa. Kazi imeharibiwa. Kwa hivyo sio ndoto zote, na ndio maana kabla uende kumwambia mtu vile ambavyo umeota, yes, unafaa kujua ni nani unaambia, na je, ako na uwezo ya kuweza kutafsiri ndoto. Ni muhimu sana. Yes, yes. So nimesema kuna ndoto ambazo watu wanaharibiwa ndoa, watu wanaharibiwa biashara. Hata mtu anaweza ukatumiwa ndoto, yes, ya kwamba mama yako ambaye alikufa anakunyonga, na kumbe hata sio yeye, is just another person. So kuna ndoto za kishetani na kuna ndoto za kiungu. Kwa hivyo ninapozungumzia hayo ambayo nimetaja, ninazungumzia ndoto kutoka kwa huo ufalme mwingine, ndoto ambazo ukiota lazima ushuku ya kwamba I'm not okay. Yes, labda nikuulize, mlikuwa mnatumia watu ndoto za kama mtu anaota akijinyonga yeye ama akijiua? Yes. Hiyo inasaidia nini kwa mtu? Unajua, nikwambie, kuna vile ambavyo mtu anaweza ota hii ndoto, na vile anaiota ile spirit ya kujinyonga inamuingia tu polepole, inamuingia tu polepole. At the end of the day, huyo mtu anaweza akajinyonga. You know, Biblia inasema how you are a product of your thinking. Yes, yes. So unapowaza sana hiyo mambo na kutoka kwa ndoa, unaota. Hata kama ulikuwa hautaki kutoka, at one point unaweza ukajipata ukitoka kwa ndoa, ukijinyonga. Sasa nazungumzia hizi mandoto. Another dream that ukiota unafaa uombe sana ni wakati unaota kwamba unanyolewa kwa ndoto. Yes. Yes. Inamaanisha aje? Unapoota kwamba unanyolewa kwa ndoto, ina maana ya kwamba your glory is being taken away. When I talk of your glory, yes, ninamaanisha ya kwamba unaweza kuwa kwamba wewe ni boss mahali. Ujue kwamba unapoota hivyo, kuna vile ambavyo unaweza ukaondolewa cheo anytime.
Kama ni biashara, unaweza hiyo unaandamwa na kufilisishwa. Yes. When you dream that you are being unanyolewa kwa ndoto, it is not a good dream. Hizi ni ndoto mlikuwa mnatumia watu? Hizo ni ndoto ambazo tulikuwa tunatumia watu, lakini at the same time, and that is why I always ask us. Hiyo ndo maana mimi kuna mandoto unaweza ukaniambia, kuna vile najua inafaa kutafsiriwa. Yes. But I have to pray because the same ndoto inaweza kuwa ni kwamba unaonyeshwa what is to happen. Pray about it. Yes, yes. Ukiona ndoto kama hiyo, jua kwamba mtu anatumia uchawi ama uganga kukutoa kwa kazi, kukunyang'anya mamlaka, kukufilisisha. Yes, yes. Katika biashara yako. Inaweza ikawa hata ni kuondolewa kwa ndoa. Inaweza ikaashiria vitu mingi. So it is very important ya kwamba ukiota ndoto kama hiyo, go on your knees. Tafuta mtumishi wa Mungu akusaidie kwa hiyo. Yes. That's another dream ambayo pia inaweza ikatumiwa. Pia unaweza ukaota kwa ndoto ya kwamba mko mahali na mko wengi, lakini kuna mtu ambaye mko naye na anaficha sura yake. Yes, yes. Ama kila mtu, ama mko mahali na watu wanajiintroduce na yeye pale anakataa kujiintroduce. Ama mko mahali mmekaa, lakini kuna mtu anajaribu kujificha. Mnaongea yeye, lakini kuna mtu ambaye aongei. That is also a dream ambayo unafaa kuomba kwayo. Yes. Maana inamaanisha there is someone that is monitoring your life. Ni the same na unaota mtu akikufuata, lakini anakufuata akijificha. Akijificha. Ukishaona tu kujificha. Yes. Kutotaka kujulikana ama kuonekana, jua kwamba umerushiwa monitoring spirit from waganga. Yes. They are monitoring your life to bring you down. Hiyo ni ndoto ambayo ukiota unafaa uombe kwayo. Yes, yes. Very important. Another dream ambayo pia ningelipenda tuongelee ni kuota kwamba unakimbizwa na ng'ombe. Unakimbizwa na ng'ombe. Yes, yes. That is direct witchcraft. Hiyo ni uchawi. Wewe ni mtu unarogwa, ama kuna watu wanajaribu kukuroga. Ukiona unakimbizwa na ng'ombe kwa ndoto, hiyo inamaanisha aje? That is witchcraft. Is after your life. Waganga wanatumianga ng'ombe kuroga mtu? Yes. Ng'ombe inaweza ikatumiwa kuroga mtu. So unajaribu kuonyeshwa what is happening in your life. It is a sign that you are under witchcraft. So unafaa uombe. Unajua wanamweke. Yes, yes. There are things that people have gone through, ambapo kuna watu ambao wamekuwa their own pastors. Their own, but we understand them. Yes, yes. Maybe because of what they have gone through. But these things, you need a man of God in your life. Na usiniambie hakuna mtumishi wa Mungu wa haki. Maana ninamkumbuka kwamba kuna wakati Elia alimwambia Mungu ya kwamba is the only prophet ambaye amebaki. Mungu alimwambia acha uongo. Kuna wengi who have not bowed to Baal. So wewe tu Mungu akuongoze.
Yes. ukutane na mtumishi wa Mungu wa kweli. Yes. Labda nikuulize, Yes. ukiota mtu wa kwenyu akikufa ama unaota mtu akuwa amekufa kwa ndoto, inamaanisha aje? Jambo la kwanza, na ndio maana mimi inapofika kwa ndoto, Yes. natakanga mtu anieleze vile hiyo ndoto ilianza, vile hiyo ndoto ilienda, na vile hiyo ndoto ilimalizika. Yes, yes. Ndio niweze kutafsiri ndoto ya Mungu, ya mtu. Kuota tu mtu amekufa, that one alone is not enough. Lazima umsikize mtu. Yes, mtu amekufa, hiyo ndoto ilikuwa aje? Because one dream can mean two things, Yes. at the same time. This is what most people don't know. Kwa mfano, mtu aote kwamba ako uchi, unasikia, na ako mahali kuna watu wengi, maybe anachekwa, ako uchi kwa watu, hiyo ndoto ni mbaya, inaashiria aibu. Kuna vile aibu inamuandama, kuna vile ambavyo anataka kuaibishwa, so anafaa kuomba. Hiyo ndoto inaashiria poverty ya chini. Lakini pia the same dream unaweza ota uko uchi, lakini uko kwako kwa nyumba. Yes, yes, yes. You are in the house, na unafurahia sana vile uko uchi hapo. Hiyo ndoto karibu zifanane. Yes, yes. But hiyo nayo sio mbaya. Hiyo inaashiria freedom. You are being freed. Yes. Uko na uhuru. You are not bound, haujafungwa na sheria ama na nini. So unaona kwamba hiyo ndoto karibu zifanane. Unaweza ukaota umbwa, si ndio? Yes, yes. Unaweza ukaota kwamba umbwa is barking at you, na unaweza pia kuota tu uko na umbwa, na pia unaweza ukaota umbwa kwamba ziko na wewe and they are barking another person. So unaona hizi ndoto, ndio bana mimi nasema, mimi ukinipigia nikutafsirie ndoto, ama ukikuja kwangu nikutafsirie ndoto, Yes, yes. Lazima nikupe muda ya kukusikia na niombe kuhusu hiyo ndoto before I interpret it for you. Kwa sababu ukiota umbwa huko mahali pako una umbwa wengi, hebu angalia maisha yako. Kuna maroho kama za fornication, adultery zinakuandama. Aya, ukiota ya kwamba uko na umbwa and they are barking at some people, ujue kwamba uko na marafiki wazuri. Marafiki ambao can defend you. You are in a good circle of friends. So hawa uko na watu wazuri wamekuzingira. Hata ukiwa na issue, ukiwa na problem, you can be defended. Lakini ukiota kwamba kuna umbwa ambao they are barking at you, jua kwamba marafiki ambao uko na wao sio marafiki wazuri. Ni marafiki wanakusengenya. ni marafiki wanakupangia njama. Yes, yes. Uko na watu ambao hata kukitokea jambo, hao watu wanaweza wakakugeuka. So you should watch your circle. Yes. Ujue marafiki zako ni akina nani. What if ukiota ukitembea makaburini usiku, inamaanisha aje? Is not a good dream.
Number one, hiyo dream ya kutembea kule makaburini, jua kwamba maisha yako haina mwelekeo. Maisha yako ni maisha ya kung'ang'ana. Yes. Na ujue kwamba pia kuna maroho nyingi ambazo zinakupiga. You are being fought with a lot of evil spirits. So that is it. So watu wanafaa kuelewa ndoto. Watu wanafaa kwamba unapoota upate mtu ambaye anaweza akakusaidia vizuri. Unajua, the worst thing with ndoto ni kwamba ukiota leo, usipoishughulikia kwa haraka, tunataka ukae sijui 1 week, 2 weeks, ndio uanze kuiombea. Jua kwamba wewe you are messing your life. The Bible says ya kwamba mkulima alipanda mchana. Yes. Usiku yule adui akaenda kufanya nini? Akapanda magugu. So dream ni kitu ambayo inafaa kushughulikiwa kwa haraka. Yes. Hata kama hauna mtu wa kukutafsiria hiyo ndoto, the moment tu umeamka, jiombe, so that hata baadaye ukikuja kuambia mtumishi wa Mungu. Lakini hiyo wakati umeamka, unafaa kuombea ndoto. Kama haujui maana yake vizuri, even ask the person of the Holy Spirit. Mwambie Roho Mtakatifu, sina mtu wa kunisaidia kutafsiri ndoto, ama mtu wa kunisaidia kwa maombi. Naomba Roho Mtakatifu nisaidie, even as nitaenda kumtafuta mtumishi wa Mungu ama mtu ambaye and then another thing, when you dream, acha kuambia kila mtu ndoto yako. Ndoto sio ya kuambia kila mtu. Maanake unaweza kuwa kwamba unaambia mtu vile ambavyo uliota, ya kwamba kuna mtu anajificha na kumbe ni yeye. Yes, yes. You know, one of the things that Joseph went through, ile mateso alipitia kwa mikono ya mandugu zake, ilikuwa ni kwa sababu alikuwa anawaambia ndoto yake. So, labda nikuulize, hizi ndoto mlikuwa mnazitengeneza aje na uchawi? Ndoto, for example, ile ya mtu anaota kwamba bibi yake anamfanya nini? Anamdunga kisu. Anamdunga kisu. Ni kuchukua tu nini ya ule mtu, image ya ule mtu, ni kusummon tu. You know, when someone is asleep, the spirit is restless, si ndio? Yes, yes. So hapo ndio ile spirit ya ule mtu inakuwa summoned. Ikisha kuwa summoned, inaambiwa kwamba iapie ya kwamba ndio hiyo spirit, ndio huyo mtu anamdunga kisu. So there's a lot of things that are involved huko kwa shrine. Alafu hiyo picha anatumiwa, anaota hivyo. Then there is also how your mind there is how a witch will even speak to your mind, because as I say that in the realm of the spirit there is no distance barrier. So atakunini, atairusha when you are asleep. Akirusha itatake how long ama how many days ndio ikufikia, ama ni instant? Inalingana vile ambavyo imekuwa programmed. Nimeona something kwa YouTube, yes, ambapo unaweza
pale unaweza weka ka mafundisho ama hata wimbo ya kwamba itaanza kucheza kesho. Yes, kuschedule. Ndio scheduling. Yes. Ama premiere. Yes. So hiyo premiere, these witches how they will Premiere uchawi. Yeah. Premiere uchawi ya kwamba hii itakuja kukufanyia wakati fulani. So hata wanaweza ituma wakati utaanza kulala ikushike. Yes. Ama hata kesho, ama hata next week, ama hata next month. Pia and that is why you see I've even had some problem with some people. Anakupigia simu, expect kuna vile anakuja na mind yake, na fixed mind kwamba it has to go like this, but uko mahali nilikuwa, kuna wakati utakuja na sisi by then cause huko nilishatoka. Yes. We huko nilishatoka. So unaweza kuja na sisi tukwambie kaa chini tukupange. Kaa chini tukupange. Yes. Maana pia in witchcraft huyu mganga lazima naye pia atake kusikia mababu wanasema vipi. Yes, mababu wanasema vipi. So kuna hiyo room ya kwamba hii kitu ifanyike wakati fulani, ifanyike wakati watoto wamefunga. Yes. Ifanyike wakati ambapo ako kwa ruhusa nyumbani. Yes. Ifanyike wakati ambapo ako njiani. Yes. Kwa mtu mwenye amerushwa hizo ndoto zote angependa kujinasua, anaweza jinasua aje? Number 1, aanze na Mungu na amalize na Mungu. Yes. Is God. Mungu na mwelekeo depending na yule mtumishi wa Mungu ataenda kwake. Yes, yes. Maana kuna kuomba, kuna kufunga na kuna hii maombi pia lazima uelekezwe. Like mimi, there are people I'm praying for. Yes, yes. Huwa ninawatumia prayer points how they should pray, because jinsi ambavyo huyu ataomba sio vile ambavyo Roho wa Mungu ataniambia kwamba huyu aombe, lakini pia naweza kuambiwa wote waombe hivi. So kuna daktari ukienda kwake atakuambia shindano is very right. Na kuna mwenye utaenda kwake akuambie meza dawa. So inalingana na ile wakati umekuja. Yes. Kule silikuwa ni mababu. Yes, yes. Hasa hapa Mungu mwenyewe anakupa mwelekeo what to do. Mungu, Roho wa Mungu anasema kwamba huyu afunge. Yes, yes. Huyu afanye hivi. Yes. Yes. Tukimalizia, watu watakupata wapi? Niko Nairobi. Yes, yes, yes. Na niko Kampala. Yeah. Na niko Kisumu. Mungu pia anatusaidia. Yes. Lakini ukinipigia simu utanipata. Kama kuna yule alinipigia simu yako Kisumu akaniambia, mtumishi wa Mungu, ningependa nikuje kukuona hapo Nairobi uniombe. Na anaongea hivyo na mimi niko Kisumu, nikamwambia niko Kisumu. So simu itasaidia zaidi. Na pia tunaaminia Mungu kufungua mahali pale town. Yes. Ambapo Mweke TV itawaambia. Yes, yes, yes. Hii wiki tu. Yeah. Yes. Kuna mahali unatengeneza ufungua ofisi. Yes. Kanisa. Yeah. Okay. Ofisi iko, lakini now we want to have a place where people can come and pray to God. Yeah, yeah. Na Mungu awasaidie. Yes. Amina. Ni sawa. Tupe namba zako za simu. Namba yangu ya simu ni 07. Yes, yes. 22 72 78 67. Yes. Ukipenda pia unaweza ukapiga Airtel 0783 050
071701. Yeah. Amen. Sawa, nimeshukuru kwa mafunzo ya leo na nitazidi kukuleta, manake wanakuulizia sana na tutazidi kupiga more videos waelimishe kutoka huko ulitoka. Yes. Na uwapee disclaimer. Kuna wenye anipigia simu aniambie ni waorganizie na huyo daktari. Wanakuita daktari. Ni wengi. Yes. Na mimi hata wakinipigia daktari ninawaambia Mungu na yes. Mungu anawasaidia. Yeah. God is helping them. Yeah. Mungu anawasaidia sana, tunashukuru Mungu. Yes. Amen. Nimeshukuru kwa muda wako na ni asante kwa mafunzo ya leo. Yes. Yeah, so tumeelewa viewers, kama umefika hapa na hujasubscribe, kindly consider subscribing na I will see you in the next one.